Kama nilivyozungumza jana kuhusu madhara ya mfumo mpya wa kodi unaowekwa na Rais Donald Trump, leo nitazungumza kidogo kuhusu ni kwa namna gani Donald Trump anaenda kuandika historia ya dunia ya kiuchumi. Ikumbuke kwamba viwango vipya vya kodi anavyoviweka Mheshimiwa Donald Trump vinaenda kubadilisha sura ya uchumi wa dunia ambao wengi wetu hadi sasa tumekuwa tukishuhudia na tumekuwa tukiishi na viwango mbalimbali. Kitendo cha Trump kuweka 10% kwa kila bidhaa yeyote inayeingia Marekani kuanzia tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu kinaenda kubadilisha mfumo mzima wa ufanyaji wa biashara kati ya mataifa na taifa la Marekani. Kitu cha pili ni kwamba uwekwaji wa viwango tofauti. Kwa mfano, China wamewekewa kiwango cha 54% kwa bidhaa zake zinazoingia Marekani. Cambodia wamewekewa kiwango cha 49%. European Union wamewekewa kiwango cha 20%. Viwango hivi vinaenda kuleta mtikisiko wa mazoea tuliyokuwa nayo katika mfumo mzima wa biashara. Je, madhara yake au madhara ya viwango vipya vya kodi anavyoviweka Trump kwa uchumi wa dunia ni nini? Hapa kuna mambo manne ambayo ningependa Watanzania wenzangu ambao wamekuwa wakifuatilia haya masuala ya uchumi wa dunia na ni kwa namna gani tunaweza tukaathirika waelewe. Jambo la kwanza ni kwamba vikwazo hivi au mfumo huu mpya wa utozwaji wa kodi unaenda kuharibu mfumo mzima wa usambazaji wa mnyororo wa bidhaa na biashara duniani kwa mataifa mbalimbali, kwa sababu kinachofanyika kinaenda kusababisha kuwepo na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji, lakini vile vile kutakuwa na tatizo lingine ambalo ni ucheleweshwaji wa bidhaa kufika sokoni. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, vikwazo hivi au taratibu hizi mpya za kodi zinaenda kusababisha kuwepo na uchumi utapungua kukua. Na hapa kwa utaalamu nilionao na udadisi wa takwimu nilizofanya, uchumi wa Marekani, walaji wa Marekani wanaenda kupata shida ya ongezeko la mpaka 2.3 katika matumizi yao, ambayo ni wastani wa $3,800 kwa mwaka. Na hili litakuwa ni tatizo kubwa kwa Marekani. Kitu kingine ni kwa namna gani mataifa mengine nayo yatamjibu bwana Trump kwa utaratibu huu mpya ambao ameuweka wa kulipa kodi. Nayo hii itaenda kusababisha kuwa na mtikisiko wa kibiashara duniani. Hapa ninamaanisha bara la Ulaya litafanyaje, China itafanyaje na South Korea watafanyaje. Nao wote hawa watakapoweka nao miguu yao chini kwa kuwa na kodi ya mali bidhaa za Marekani kuingia kwenye mataifa yao, then tunaenda kuona vita vya kidunia vya kibiashara. Na jambo la nne na la mwisho
ni kuwepo na masoko ya fedha yasiyotabirika, kwa sababu mpaka jana tayari masoko ya fedha duniani yameshuka thamani, na wawekezaji wengi sana ambao wamewekeza kwenye masoko ya hisa wameanza kuonyesha dalili za kupoteza matarajio yao ambayo walikuwa wameweka sokoni. Hivyo huu ni mwanzo tu, na kama nilivyoahidi mwanzoni, nitaendelea kutoa elimu hii kidogo kidogo kwa wale ambao kwa bahati mbaya labda wanashindwa kuelewa ni kwa namna gani madhara ya huu taratibu mpya wa kodi unaowekwa na Rais Trump unaenda kuathiri dunia au kuathiri uchumi wa dunia. Na sisi kama taifa la Tanzania, kama wafanyabiashara, kama watu ambao tunazalisha malighafi, kwa namna moja au nyingine hatutakwepa na tutaathirika. Tutaathirika kwa kiasi gani? Hilo ni kitu ambacho bado tutaendelea kufanyia kazi, na pale tunapopata nafasi ya kuelimishana, basi tutapeana taarifa ili tujue ni kwa namna gani tutaanza kujipanga upya tunapotengeneza bajeti zetu za kuendesha shughuli mbalimbali za serikali, tunapotaka kuchukua mikopo, tunapotaka kutafuta wabia wapi wa kufanya biashara, na tunapotaka kuwa na mahusiano ya kimkakati na mataifa mengine tunafanyaje. Kwa leo naomba niishie hapo, na Mungu akijalia nitaendelea kuwajuza kuhusu madhara ya viwango vipi vya kodi na vitakavyoenda kuathiri uchumi wa taifa au uchumi wa dunia. Asanteni.